Tofautisha vipi kati ya maandamano halali ya kikatiba na maandamano yanayodaiwa kufadhiliwa na mataifa ya nje? Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, maandamano yanaongozwa na sheria. Na kwa mujibu wa sheria, watu wanapotaka kuandamana wanatakiwa waende wakapate kibali, na mamlaka hayo yamepewa kwa mkuu wa polisi. Wanafanya hivyo ma-OCD. Unakwenda unapewa kibali. Kibali chako lazima kieleze maandamano hayo yanaratibiwa na nani. Hicho kilichotokea tarehe 29 kiliratibiwa na nani? Maandamano hayo ni lazima yaseme yataanzia wapi, yataishia wapi. Kulikuwa kuna hizo taarifa. Maandamano hayo lazima yaseme wanaotaka kufanya maandamano wana ujumbe gani, na huo ujumbe uonekane. Na lengo la hii sheria, manake wengi naona wameanza kulijadili hili katika mtazamo hasi. Lengo la hii sheria ni kwamba kama kweli mtu anataka kufanya maandamano ya amani, pia yapate usimamizi wa vyombo vyetu, ili wanaofanya hivyo wafanye kwa usalama na ujumbe wao upokelewe. Lakini ni maandamano gani ambayo watu wanakusanyika, wanaanza kuvamia maduka ya watu, wanaanza kuchoma miundombinu, wanaanza kulipua vituo vya mafuta, wanalipua vituo vya polisi, na unajua kule kuna silaha, wanashambulia askari, wanakwenda kuharibu biashara za watu, wanafunga njia kwa matairi. Na sasa ndio maana nikasema Odemba, ningetamani sana tusiingie sana kwenye hii mijadala, kwa sababu tayari tuna tume ambayo inachunguza. Tuiache tume ikamilishe kazi yake. Ikishakamilisha kazi yake itatupa ripoti. Serikali tutakuja kutoa msimamo wetu. Asilimia kubwa ya waliojitokeza kwenye hayo maandamano ni vijana, na vijana wanadai ya kwamba mimi nitakukatisha Odemba, hayakuwa maandamano. Unayahitaji. Kilichotokea zilikuwa ni fujo, ni vurugu. Waliojitokeza sasa kwa asilimia kubwa walikuwa ni vijana, na vijana wamekuwa wakisema ya kwamba serikali haiwasikilizi. Kwa nini serikali haiwasikilizi vijana, msemaji wa serikali? Ni kweli changamoto ya madai ya vijana ipo, na haipo Tanzania peke yake, ipo dunia nzima. Unaamini ya kwamba serikali haiwasikilizi? Serikali inawasikiliza sana, lakini nakubali kwamba tunahitaji kuwasikiliza zaidi.